Ukiuliza kuna aina ngapi za maombi, unaweza kukawa kuna aina nyingi za maombi, lakini mimi nimezigawa kwenye makundi mawili. Kuna maombi ambayo huwa tunaomba, hiyo ni aina ya kwanza. Kuna maombi ambayo huwa tunaomba kwa ajili ya daktari, pale mtu anapoomba kwa ajili ya biashara yake, anapoomba kwa ajili ya kazi kwake, anapoomba kwa ajili ya watoto wake, anapoomba kwa ajili ya vitu vingi ambavyo vipo katikati ya maisha ya kwake. Tunasema ni maombi ya mahitaji, yaani mtu anaenda na mahitaji. Kuna vitu ambavyo unataka kutoka kwa Bwana, kuna mambo ambayo unataka kutoka kwa Bwana, na hiyo iko wazi kabisa. Biblia inatueleza namna ambavyo hoja zenye nguvu mbele za Mungu. Kwa hiyo ninaweza nikasema kundi la kwanza la maombi ni maombi ambayo yamebeba mahitaji kwako. Lakini kundi la pili la maombi tunasema ni maombi ya kuomba kinyume cha. Tuseme maombi, wakati zote ya kusema maombi ya kuomba kinyume cha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ningekuwa mafundisha kwa lugha ya kwetu kule Upareni, ningesema a prayer to pray against. Yaani unaomba kinyume cha. Na sio maombi mengi, sio watu wengi utawasikia wakiomba maombi. Maombi ya kuomba kinyume cha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa kwa nini nasema maombi ya kuomba kinyume cha? Kwa sababu moja ya msingi. Watu wengi huwa tunakuwa serious kuomba mambo yanapotokea. Leo hii utakuwa serious kuomba endapo ukaona mtoto wako amepotea. Leo hii unakuwa serious kuomba utakapoona biashara yako imefanya. Leo hii unakuwa serious kuomba unapoona tu katika hali tuliyo kama sasa hivi kama nchi. Kila mtu sasa hivi utajia ombi la nchi na mzigo wa kuomba kwa sababu ya mazingira na hali tuliyo. Serious kuomba, na naambia wazazi mara nyingi wakati tunaongozana maombi ya msao kule kwenye YouTube, naambia wazazi leo hii katoka kwa kadogo hakajielewi, uombe kwa sababu yeye kupata ndoa takatifu, aolewe na nani, amuoe na uombe kwa ajili ya vitu. Unasubiria tena ulishakuwa mama huko ndani na badilisha mwili, yeye akivaa asubuhi kutoka kwenye ibada za jumuiya za asubuhi, yeye anaanza jioni anaenda nao kwenye kitchen party na badilisha unaanza maombi ya mzigo na vidole vinatoka kabisa kwa kufunga. Lakini siku hizo nyingine zote ulikuwa wapi? Ndio maana tunasema kuna maombi yanaitwa maombi ya kuomba kinyume cha. Ni maombi ambayo unaomba kabla tatizo kitu hakitokea. Sasa hivi kuna mama anaomba maombi kwa mzigo, baba anakuambia magharibi ifunguke, mashariki ifunguke, vijana twende ndio binti wako serious to pray. Lakini unajiuliza kwamba huyu mama wakati huyu mtoto akiwa miaka 3-4, mimi naomba kwa ajili ya mume wangu. Na watu wanashangaa sana mwalimu, lakini zimefuza leo naomba sasa hivi. Kwa sababu mpango wa adui, mimi niliposoma Biblia kwa uchache na ufupi sana, nikaja kuelewa kwamba mpango wa adui kwenye maisha ya mtu, it is not a short plan, it is a long plan. Adui anataka kuharibu maisha yako. Vitu leo unaviona, kuna mambo leo unayaona, sio matokeo ya jana, ni matokeo ya miaka 10-15 iliyopita. Kuna vitu leo unapambana navyo, sio mambo ya juzi, ni mambo ya miaka 20 iliyopita. Nikuuliza swali la msingi. Yesu anazaliwa hajafikisha hata siku 40 za kwenda kufikisha siku 40. Unaona Herode ananyanyua vita kwa ajili ya Yesu. Alikuwa anatafuta nini? Biblia inasemaje? Wale mamajusi walipoiona nyota ya mashariki wakaenda mpaka nyumbani kwa walifuta Herode wakauliza, akasema tumeona nyota ya mashariki, na ishara ya nyota ya mashariki kuna mtoto amezaliwa, mfalme amezaliwa. Herode, Biblia inasema akaita waandishi, watu wa historia, akawaambia niambieni juu ya mambo haya. Kuna vitu vya namna
Biblia wale wanajusi wanaenda mpaka Yesu alikuwa anamuona Yesu na vitu vingine vinatokea. Wakati wakiwa wanatoka, Roho Mungu anaongea nao, msirudi kwa Herode kwa sababu wanataka kumwangamiza mtoto. My question is, Yesu akiwa mtoto mdogo kabisa mwenye siku chache, Herode alikuwa anatafuta nini kwa Yesu? Kitu gani Herode alikuwa anatafuta kwa Yesu? Jambo gani Herode alikuwa anatafuta kwa Yesu? Nakuuliza swali jepesi. Kitu gani Herode alikuwa anatafuta kwa Yesu? Unafikiria leo hii mtoto wako kutokolewa mwisho ya jana? Alijaribu kuonyesha kwamba Yesu anakuja kufa akiwa na umri wa miaka 33, lakini ajenda ya kumuua ilianza akiwa na siku chache baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo vinapokumaliza siku hivi havijaanza jana wala juzi. Na maana hata mtumishi alipokuja na ufunuo wa chanzo, it's really connected. Kwa sababu my God, my fear of Yesu. Kwa sababu kinachotokea hiki mtumishi wa Mungu uliyekuwa mahali hapo. Huyu Yesu tunamwona anapotolewa Somalia akiwa na umri wa miaka 33.5. Lakini chanzo cha kupigwa kwake, chanzo cha kila kitu kinachotokea kwenye maisha akitokea kwa na umri wa miaka 33. Chanzo chake tangia akiwa tumboni kwa mama yake. Usisubirie ukutane naye uanze kuikataa.